kijana wake wa Kariakoo kuwa karibu naye. Hapana, Bondi haitengenezwi na Ukariakoo peke yake. Bondi inatengenezwa na namna mnavyomingo. Unajua nashabikiana bila kuanza kuwa marafiki. Ilitokea tu kwamba Diamond kishaanza kuwa star. Diamond siwezi kusema nimemjua kabla hajawa star, hapana. Na mimi nishaanza kuwa maarufu, tukakutana coincidence airport Moshi. Yani the way tulivyo hug day one imebaki hug mpaka leo. Tukabadilishana content, tukajikuta wote tuna tabia zinaingiliana, na wakati ule kwa sijaoa, choma nyama sana, mara kwake mara kwangu, yani ikawa familia zetu zikaungana, mama yake na mama yangu marafiki wakawa wakubwa. Kwa hiyo utaona hiyo ilitokea tu. Alafu unajua Diamond ni mzungumzaji mzuri kuliko mimi. Watu wengi hawajui. Yaani Diamond angeweza kuwa msemaji wa mpira. Diamond nasafiri naye labda, naenda let's say France. Najua ndege na saa 19. Chuma kile hakilali. Hata kupigisha story. Alafu anajua kuihadithia story yani. Unajua kuna watu mahodari wa kuhadithia story. Yani akikupa story na akishajua safari ndefu, anaianza ile story toka mwanzo mpaka mwisho. Na ndaweza mkasafiri hapa mpaka Paris, story zenu mbili tu, lakini the way kama sinema. Yani yule jamaa ana vipaji vingi. Anaweza kuzungumza vizuri na mimi mzungumzaji mzuri. Kwa hiyo tukikutana story nyingi, tuna mingo katika vitu vingi na tunakubaliana katika vitu vingi. Sio kwamba vyote, lakini tunakubaliana katika vitu vingi, na ananiunga mkono sana. Diamond hakuwa anapenda mpira, nilipokuwa Simba wakati ule aliniunga mkono, kama mshabiki wa Simba, akatengeneza mpaka na nyimbo ya Simba. Nilipoenda Yanga akasema bwana mwanangu ulipo nipo. Yeye ndo alianzisha ulipo nipo juu. Ile neno limetoka kwenye kinywa cha Nasib Abdul. Aliposti tu ulipo nipo, akaweka picha yangu. Hili kawa ndio slogan. Hata wengine waliokuja kuniunga mkono kutoka Simba kuja Yanga alitoka na Nasib Abdul. Kwa hiyo tumebaki marafiki na inshallah itabaki hivyo. Wewe ni moja kati ya watu ambao wanaheshimu sana career. Unapokuwa kwenye kazi yako basi unaitendea haki kwa 100%. Wewe ni moja kati ya watu ambao wanaheshimu. Unaona sasa tunafanana. Unajua kwa mfano juzi mwana Nasibu analalamika masikio. Sasa mimi na watu wa Manara TV wanajua, ananitesa mpaka ananitia mafua. Okay, sawa. Wewe ni moja kati ya watu ambao wanaheshimu sana career. Yaani kazi ukipewa kazi yako unaifanya 100%. Hilo halina ubishi. Kwa sasa hivi Haji ni mdau wa mpira Tanzania. Endapo likatokea dau kubwa, sio la Haji kuisemea Simba, hapana, klabu yoyote nchini Tanzania kuwa katika kitengo chochote kikubwa na chenye hadhi, uko tayari? Tungoje muda sahihi, lakini unajua mimi maarufu wangu umetoka na mpira. Hata hao mnaowasema adui zangu wengi wametokana na mpira. Kwenye mpira wa Tanzania kuna uadui mkubwa kuliko kwenye muziki, kuliko kwenye boxing, kuliko kwenye sanaa yote, hata maigizo. Ni kwa sababu tu mimi niko strong, yani ukitoa ishati kuna mishale haipungui milioni ya kila aina. Sasa hivi kidogo nina amani. Kazi yao ilikuwa kwa hao maadui ni kunifuta jina langu, kufuta umaarufu wangu, na niko nje ya mpira muda mrefu, lakini bado nawazidi.
kwa sababu mimi nishajua target ni nini, alafu mimi najua kucheza na akili zenu. Yaani mimi naweza nika create content hapa ikatembea kuliko matokeo ya dabi. Yes. Na uwezo na sio uwezo, majaliwa, power hiyo kanipa Mungu. Kwa hiyo huko na kuogopa sana, napenda mpira mimi, juu kwangu ni mpira tu, it's all about football. Humo theater ni football tu. Kutoka hapo nitamsikiza Nasibu Abdul, kutoka hapo nitamsikiza Nandi, nitamsikiza Bill Nassir, nitamsikiza Zuchu, lakini humo ni football theater. Naangalia na cheki na nasoma documentaries na nini. Vitabu vyangu vyote humo asilimia kubwa ukiacha Qur'ani ni mpira na historia za watu maarufu. Ndio napenda mimi. Au vitabu vya mambo ya detective na nini. Kwa hiyo sidhani kwa hivi sasa, ila bado ninasisitiza, Mungu akinipa uhai na majaliwa, naweza nika own club ya mpira, hata kama sitanunua ya Premier League, ya First Division. Challenge yangu, natamani kumiliki timu ya nje ya Dar es Salaam. Dar es Salaam hapa, maana kama unakuja kushindana na Yanga na Simba ni hatari. Na mimi hizo hao Giants siwezi hata kuthubutu kushindana nao. Kwa hiyo iko siku mwisho wa msimu huu nishaanza mawasiliano na timu moja, taasisi fulani sitaki kuitaja, wataka kuniachia hiyo timu niendeshe. Kwa hiyo wakati huu nakamilisha kwanza kupata sponsors, ndio tutatangaza. Nadhani nasafiri next few days, nikirudi naamini, sababu kinachonifanya nisafiri moja hapo ni hicho, nikirudi nitakuwa nisha labda kukamilisha mchakato. Nabaki sio mtendaji wa club, nabaki tu ni owner basi. Haji, rafiki yangu hapa Rick amezungumzia ukaribu wako, lakini hatujasikia ukizungumzia kuhusiana na ukaribu wako na Alikiba. Sina ukaribu naye. Sasa kwa nini mzungumzie mtu ambaye sina ukaribu naye? Hata yeye ukimuuliza atakwambia hivi, sina ukaribu naye. Tuna ukaribu kwa maana yeye anakaa Kariakoo chini, mimi niko juu, that's it. Na alisoma madrasa ambayo mimi nilisomesha. Sijai kwa karibu, sijai kuna nyumbani, lakini ukaribu wetu ni kwa sababu wote Kariakoo, na sisi Kariakoo wote ni nani. Hata harusi yake nakumbuka alikuwa ametoka mechi Simba na Yanga, siku kana pati kubwa, lakini nikamwambia siwezi, watu wa Simba, Ali anaoa Serena. Nilibaki kidogo nianze kwenda Mombasa kwenye harusi, lakini naliambia, lakini nikapata dharura ya unajua mambo ya timu zetu hizi camp na nini, utaona wewe unaacha camp unaenda kwenye harusi, unajua mavita mpira. Karibu wetu ndio dogo wake Sabib amesoma hapo, namjua toka mdogo, na wengine mama yake namjua, naye anamjua wazazi wangu, anawajua ndugu zangu.